Si muda mrefu alitokea mwanaume pale Zimbabwe ambaye akaja katika mji wa Harare pale, katangazia jamii ya wanadamu kwamba mimi ndiye Kristo. Watu wakamkusanyikia wengi. Unajua ukitaka ukitaka watu wakukusanyikie, wewe sema katukio tu. Jamaa kajitangaza mimi ndiye Kristo. Watu wakaenda, watu wakapigiana mbio, wakaenda kuliangalia li Kristo liloshuka. Baba mmoja tu mwenye suti zake hapo. Lakini jamaa mmoja akajitokeza akamsogelea yule Kristo. Kristo wa uongo. Akamwambia, wewe sio Kristo. Maana Yesu haji kwa njia hii. Lile jamaa likamwangalia kwa jicho la huruma likamwambia, wewe ili ujue kwamba mimi ndiye Kristo. Likamwambia, kwako kuna binti anaitwa Martha. Na kweli alikuwepo. Nenda saa hii. Yule binti amekufa. Na kweli jamaa akaangalia muda akakimbia kurudi nyumbani. Ilikuwa karibu. Alipofika getini akakutana watu wanalia. Akauliza kulikoni? Wakamwambia Martha amefanyaje? Amekufa. Akauliza muda gani? Wakasema saa ile niliyomwambia lile ni Kristo. Jamaa hakuingia hata ndani. Akarudi mbio mpaka pale palipo na mkutaniko wa watu wanaomshuhudia Yesu wa uongo. Akafika akalisogelea. Jamaa akanyosha mikono akasema, pamoja na kumkuta yule binti yangu amekufa, lakini wewe sio Kristo. Maana Yesu haji kwa njia hiyo. Lile jamaa likamwangalia kwa jicho jingine la huruma. Likafurahi, likacheka, likamwambia, kwa kuwa mimi ni mwingi wa rehema, wala sio mwepesi wa hasira, nimekuhurumia. Nenda saa hii, binti yako amepona, amefufuka. Jamaa kaangalia muda, kamenya mbio. Anafika getini kwake, anakutana watu wanatabasamu. Kulikoni? Wakamwambia Martha ameondoka kwenye kifo, amefufuka. Pala akataka kujiridhisha, kaingia mpaka ndani, kamkuta Martha amekaa kitandani anacheka. Vipi? Wanamwambia amefufuka. Jamaa akarudi huko mjini Harare Zimbabwe pale. Bio akafika akalisogelea lile jamaa. Lile ni Kristo la uongo lile. Akanyoosha mikono yote. Akasema, nimeamini. Wewe ndiye Kristo. Jamani, napenda niwaambie, jamaa akaongolewa na nini jamani? Na miujiza. Chukua tahadhari baba yangu, mama yangu, kaka na dada, popote unakonisikiliza. Sasa hivi shetani amejaza mafundisho ya miujiza duniani kote. Kote kumejawa na miujiza. Na miujiza inayofanyika leo ni danganya toto. Maana kitabu cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa pili, ameandika hivi 11:13. Ameandika nini wewe? Wakorinto wa pili 11:13. Soma baba. Maandiko yanasema, maana watu kama hao. Sikiliza hiyo. Nimetume wa uongo. Wanatenda kazi kwa hila. Wanajigeuza. Waonekane kana kwamba ni mitume wa Kristo. Maana si ajabu. Maana shetani naye anajigeuza. Aonekane kuwa ni mfano wa malaika wa nini? Wa nuru. Basi. Si neno kubwa hata watumishi wake nao kufanya yale. Wakijigeuza ni mfano watumishi wa haki. Kujigeuza waonekane na wao ni mfano wa watumishi wa nini? Wa haki. Mambo yote yanayofanya leo jamani ni vini macho. Mambo yote yanayofanya leo ni mazingombe. Chukua tahadhari baba. Amina. Ndio maana leo ibada nyingi zinazofanywa leo ni za miujiza. Na miujiza inayofanywa eti ni ya kutoa mapepo. Get the point. Take a step forward.